Halo? Halo? Mimi tangu tarehe 15 mwezi wa Agosti nilienda chini, nikaenda chini ya maji, nikatulia, manake niliona siku ile yule mwenda wazimu anaitwa Chebuchetha akikimbia na anatangaza maovu, anafanya maovu na anashanguliwa kama shujaa. Nikasema hii Kenya sasa imebadilika, kichwa inaangilia chini na mguu yuko juu. Lakini nikasema basi, kama wanataka namna hiyo tukae tuone. Lakini mimi najua kwamba nyinyi mnaumia. Ndio sababu jana nilisema nitatoka nje. Leo nilipiga simu asubuhi kwa Mheshimiwa Kajwang na Mheshimiwa Oluoch. Nikamwambia mimi nataka leo nije Mathare na Baraka. Natoa shukrani kwao, wamefanya mpango na mimi nimefika. Nilikuwa nataka nione na watu yangu ana kwa ana, ili niwatie moyo. Najua shida yenu, najua gharama ya maisha imepanda. Walisema wakati ile ya kampeni ahadi zilikuwa zinatoka kama mkojo. Wanatoa ahadi hapa na pale. Walisema gharama ya unga itatoka 200 tarudi 70. Imerudi chini. Walisema ati bei ya mafuta itashuka, imeshuka. Walisema kodi ya nyumba itashuka, imeshuka. Nauli ya matatu imeshuka. Bei ya mafuta ya kupika imeshuka. Haya yote niliwaambia nyinyi ni kama kunyamba kwa punda. Ilikuwa haina maana. Walikuwa naleta ile porojo ati vijana watapata pesa inaitwa Hustler Fund. Hustler Fund hiyo mmeona? Jamaa bado hajaleta Hustler Fund. Jana anaenda katika Nairobi Stock Exchange, anasema nataka kuona bodaboda na mama mboga wakienda pale wakifanya biashara katika Nairobi Stock Exchange. Katika Stock Exchange unaenda na ile pesa ya ziada ambayo unakwenda naye kupiga naye karata huko. Lakini kama leo hii nimeongea na wana bodaboda pale juu, nikauliza wewe kila siku unapata pesa ngapi? Kaniambia mimi yeye anapata shilingi 700. Na bei ya mafuta ni ngapi? 500. Anabaki ni 200 peke yake. Haitoshi hata kununua mfuko mmoja ya unga. Sasa atapata pesa ngapi ya kwenda kufanya naye biashara katika Nairobi Stock Exchange? Sio ni upuzi hiyo? Mama mboga ana pesa ya kuziada ya kufanya naye biashara? Ya jamaa hawa wamesahau pale ambapo ametoka. Sisi tumesema kwamba tunataka kubadilisha uchumi wetu. Tukasema kwanza tutaanza kuangalia wale maskini. Tukasema yule mtu ambaye hana mapato yoyote kila mwezi atapata nguruwe 5, nguruwe 6, sio? Sio nguruwe 6. Sio? Na wale wamama ambaye wana watoto lakini hawana mabwana. Single parent mother. Tulisema hiyo. Alafu tukaongea juu ya baba kaya, sio? Sio? Haya yote na mambo ya shule. Tulisema hakuna kulipa karo tena, sivyo? Sasa wanasema namna hii. Mama tafadhali kimya kidogo. Wanasema tuwaliingia katika hazina ya serikali ukapata kama hakuna pesa. Wamepata milioni 93 peke yake. Ati serikali iko bankrupt. Lakini mwezi hiyo wameenda kule Ulaya kuzika Malkia. Wakaenda huko Amerika. Hiyo ziara peke yake imegharimu shilingi milioni 200. Kama ilikuwa 93 peke yake, hiyo nyingine imetoka wapi? Kurudi namba hii, wameenda Ethiopia, wameenda Uganda, wameenda Tanzania, sio? Haya watu hawaaminiki.
hawana ukweli hata kidogo. Lakini sisi tumesema, waliasema wanataka siku 100, sio? 30 imepita, 90 itapita, hii nyingine itafika siku 100, sio? Tunasubiri, sio? Baada siku 100 tutaanza kuuliza hao maswali. Baba iko. Sasa umeona alisema ati bei ya mbolea itashuka kutoka shilingi 6,000 hadi 2,500. Juzi wamepewa mbolea bora na serikali ya Urusi. Alafu wanaenda unasema sasa hiyo mbolea wanauza shilingi 3,500. Pesa mbolea wamepewa bure, wanauza 3,500 kila gunia kwa wakulima. Ya watu wamenika kweli? Isitoshe, wanaleta sasa mbegu mpya inaitwa GMO, genetically modified organism. Hiyo GMO imekataliwa katika nchi mingi katika ulimwengu. Ujerumani marufuku, Ufaransa marufuku, Italy marufuku, Sweden marufuku, Uholanzi marufuku, nchi mingi za Ulaya, hata Japani ni marufuku. Sasa wanaleta hapa, nasikia kanisa wanasema tunataka kufanya utafiti. Utafiti gani utafanya hapa? Kama nchi ya kisayansi ya Ujerumani imesema hiyo ni marufuku, utafiti gani utafanya hapa Kenya hii? Hiyo GMO inajulikana kwamba inadhuru afya ya watu. Mama wajawazito watakufa na hiyo. Hata watoto vile vile watakufa kwa tumbo yao. Kwa hivyo tumesema mnaweza kufanya yoyote na vile chebucheza yenu, lakini hapana fanya experiment na maisha ya watu wa Kenya. Tumekataa. Sisi tumekataa. Nasema no to GMO. Semeni no to GMO. No to GMO. No to GMO. No to GMO. Wangapi wanasema no? Nione mkono wenu. GMO hatutaki kukubali. Manake GMO itamaliza watu wetu. Sawa sawa? Sasa mimi leo nimekuja tu kuambia nyinyi baba iko. Amesimama imara. Je, nyinyi mko imara? Mko imara? Mko imara? Tutakuja kuonyesha nyinyi mwelekeo. Tuko na mwelekeo. Tuko na njia. Sawa sawa? Nimeleta salamu ya Mama Martha Wangari Karua. Mnapokea? Salamu ya Stephen Kalonzo Musyoka. Mnapokea? Wana Azimio. Ikisema Azimio msemeni inawezekana. Azimio. 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 Asante sana.